Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, BM Zakaria Online TV na Arafati TV. Ni saa nyingine tena ambapo Mwenyezi Mungu kanikaribisha ili niwaletee habari zile ambazo ni tetesi. Naweza kutumia sana jina Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nina afya tele na nguvu tele, naongeza kuongea kama hivi, na nawapa pole watu wote waliopo hospitalini na wale wote ambao wameshindwa kunywa chai asubuhi hii wakiwa na imani ya kwamba watakunywa chai. Wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Bwana Mungu ndo mtoa riziki. Mungu ndo anapenda sana kumwabudu yeye. Alisema mimi ndio Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na hii duniani. Usizini, usiibe, usiseme uongo, usitamani mali ya mtu mwingine. Hayo ni amri 10 za Mungu ambazo Bwana Musa aliweza kupewa kule milimani na akawaletea wana Israeli, na tunaishi nazo. Lakini usijichongee sanamu ambazo zipo duniani au mbinguni ukamfanya ni Mungu wako. Mungu alikataza. Hii ni amri ya pili. Kwa mimi kama Fabidigo nikiwa nataka nikupe habari zile ambazo zimekuwa nzuri na zinafurahisha zaidi. Kuna watu wengine wale ambao wapo wanauza mboga sasa hivi ili waweze kupata riziki. Mungu akubariki kazi yako. Na mwingine kuna yule anauza kalanga, wale wote mama ntilie. Kama unasikiliza hii habari kwenye simu yako, kumbuka ni sauti pendwa na tukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya Godia Aaron Mwabunguru, kijana mahiri, kijana wa Mungu ambaye nataka nikupe habari ya Simba Day. Simba Day ya mwaka huu ni tofauti na miaka mingine. Ni mwaka 2026 tofauti na mwaka 2026, tofauti na mwaka 2025 na miaka mingine ilivyoanza huko. Simba wanafanya kila siku kuboresha Simba Day. Mwaka huu wanataka kuja na wachezaji wao mahiri, wale wachezaji waliocheza Simba Football Club miaka iliyopita na wakafanya vizuri. Hapo tunaongelea malenjedi wa Simba Football Club. Hapa tunaongelea wachezaji kutoka nchi za nje na wale wa ndani ya nchi, akiwepo vile Boniface Joseph Pawasa, Emmanuel Gabriel Machusa, Yasi Victor Kosa, Jumba Kubwa, Aruna Moshi Bobani, na wachezaji wale pendwa kama vile anavyoitwa Medi Kagere Medi. Kuna mchezaji mwingine anaitwa Emmanuel Okwi ni mchezaji ambaye anapendwa sana na wana Simba. 2012 Simba ilimpiga Yanga magoli 5-0. Hayo magoli bwana, kuna jamaa mmoja anaitwa Emmanuel Okwi akafunga goli na kusababisha penalti. Hapa kawatesa sana mabeki pale, akiwepo Bobani kwenye hicho kikosi, akiwepo Juma Kaseja Juma namba moja. Lakini pia wakiwepo kina namba 6 pale, akiwepo Patrick Mafisango Mutesa Mafisango na wachezaji wengine wengi ambao walikuwepo, ambao nakumbuka Yanga walikula 5-0 mkono Amsa. Emmanuel Okwi anakumbuka mpaka sasa hivi kwamba Simba Football Club anasema ni timu ambayo imemlea, ni timu ambayo imemfanya aitwe Okwi, ni timu ambayo imefanya aitwe Okwi kwa uchumi wa pesa. Kwa hiyo basi hawezi kuisahau Okwi, haiwezi kuisahau Simba. Anasema yeye mwenyewe, na nukuu maneno yake, anasema Okwi ni Simba na Simba ni Okwi. Hawezi kucheza mpira bila kuikumbuka Simba. Sasa anawaalika wana Simba kwenye Simba Day waingie, watoe 20 zao, afu aje hapa atoe usia kwa baba marehemu kabla yeye ni nani. Sasa Okwi bwana anakuja kwa ajili ya kuwafurahisha wana Simba kama legend ambaye amechezea Simba kwa mafanikio na kujituma. Mpaka kuna kipindi Okwi alizimia uwanjani kwa ajili ya kuitumikia Simba. Aliwahi kuzimia uwanjani Okwi, akaenda kuzindukia hospitalini, akatolewa mpirani, akaenda kuzindukia hospitalini. Hii ilikuwa ni mechi ya ligi kuu ya Tanzania ambapo Okwi alizimia ikiwa anacheza na Mtibwa Sugar. Okwi alizimia baada ya kuanguka wakati anataka ruke kichwa, alianguka. Alivyoanguka kaangukia kisogo.
Sasa baadaye akazimia, akapoteza fahamu. Lakini kumbuka alikuwa anaipambania Simba Football Club na Simba ilikuwa nyuma kwa goli moja na Mtibwa Sugar. So Okwi alikuwa anapambana jinsi gani arudisha lile goli. Baadaye tu baada ya kuzinduka hospitalini Okwi baada ya kupiga chafya tu nasikia akauliza swali, hapa niko wapi? Hospitalini. Simba vipi kule? Yaani akauliza Simba ngapi? Wakamwambia Simba imerudisha goli 1-1. Nasikia ndo akapata akili njema akafurahi. Kwa mfano kumbuka kwamba mtu anazimia afu swali la kwanza anauliza vipi Simba inakuwaje? Yaani mtu afikirie familia yake, afikirie hapa nimekujaje, anafikiria Simba. Kwa Okwi bwana ni shabiki wa Simba kindaki zaidi ya wewe unayenisikiliza hapo. Unajifanya shabiki wa Simba afu auingii kwenye viwanja. Naona 20 ni hela kubwa. Unajua kubeti tu. Wewe uipendi Simba. Anaipenda Simba aliwahi kuzimia. Anaitwa Emmanuel Okwi. Umenielewa? Sasa kama unanielewa na kuletea takwimu ambazo zijui kwamba wewe kama shabiki wa Simba kwa nini unashindwa kununua jezi? Unasema hii ninueje jezi 40,000 mimi? Wewe uipendi Simba wewe. Ya, kuna watu wanaipenda Simba mpaka wakazimia. Umeelewa? Wewe shabiki wa Simba unaangalia mpira kila siku kwenye vibanda umiza 500. Umeshinda kwenda uwanjani FC unaiona kubwa. Wewe unaipenda Simba wewe? Wewe uipendi. Wanaipenda wapo. Ndio yakina Emmanuel Okwi. Sasa Emmanuel Okwi anaenda Simba Football Club siku ya Jumamosi, atakuepo ambapo ni kesho kutwa. Sasa ninavyoongea hivi atakuepo na Medi Kagere. Sasa kwa Medi Kagere bwana, Kagere aliwahi kukosa penalti siku moja, ameenda huko Singida Black Stars, walikutana na Simba, walikuwa wanapigana penalti. Kagere akampasia golikipa wa Simba penalti. Kuanzia siku ile yani Black Stars walikuwa wanamchukia mpaka kesho. Kwa hiyo Kagere bwana anajionyesha, usione nacheka mpaka nacheka na angalia hapa matukio ya Kagere aliyoyafanya hapa. Japo ni copyright siwezi kuyaleta kwenye humo mtandao. Yaani kwamba alikosa penalti. Yaani kisa tu Simba asitolewa na Singida Black Stars. Lakini kumbuka kwamba Kagere alikuwa ni mchezaji wa Singida Black Stars siku hiyo. Sasa akakosa makusudi ili tu asifunge Simba na wana Simba asije kumchukia. Comedy Kagere bwana anajionyesha kabisa kwamba ni mchezaji ambaye amekuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania akiwa na Simba mara 2. Yani alikuwa mfungaji bora mara 2 mfululizo akiwa mchezaji wa Simba Football Club, na Simba ile ya Medi Kagere ndiyo Simba iliyomtoa Nkana 2018 na 19, na Kagere akifunga goli moja la pili, ambalo la tatu alifunga Clatous Chama, la kwanza alifunga Jonas Mkude Gerard. Lakini pia Medi Kagere ni mchezaji ambaye katika mafanikio ya Simba ile wanaongoza kundi lile la National RR, kocha akiwa ni Gomez. Kagere alikuwepo, na Kagere ndo alisaidia kuzifunga timu nyingi. Kagere ndo alikuwepo na alikuwepo. Tuseme kweli kwamba Kagere ameifanyia makubwa Simba kiasi kwamba waliongoza kundi la National RR wakiwa na pointi 13. Ina maana Medi Kagere ni mchezaji ambaye hata saulika na Simba, na Medi Kagere ni shabiki wa Simba kabisa, hata akiwa anahojiwa na akili kwamba yeye ni Simba na hata amechezea timu nyingi, lakini yeye anaipenda Simba. Kwa kuipenda timu sio kwamba kwa vile ni wachezaji hata asipende timu, nao ni watu kama sisi, wanapenda kama tunavyopenda sisi. Kwa hiyo basi haya maneno nao waletea, kama wewe ni Simba Football Club, amini kwamba kama umetoa hela ya kiingilio ili uweze kupata kiingilio ili uweze kwenda kwenye Simba Day, wewe wahi tu siku hiyo ukapate mazuri yaliyopo, na wewe kupata mambo kama haya. Ni maneno ambayo nimepata kutoka vyanzo vyetu vya habari kwamba Medi Kagere, Emmanuel Okwi na wachezaji wengine wa ndani ya nchi waliowahi chezea Simba watakuwepo siku hiyo, ambapo Simba Football Club watakuwa wanacheza na timu ya Polisi toka huko inakotoka. Lakini naweza kusema habari iliyo nzuri zaidi ni kwamba sisi wenyewe Fabidigo TV tutakuwepo pale, tutakuwa naletea matukio yote yatakayokuwa yanaendelea. Kwa kitu cha kwanza, wewe usisahau tu kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel hii, ili wewe uendelee kupata vitu ambavyo ni breaking news, habari za ukweli na uwazi. Ni ukweli na uwazi. Wananchi wanalia, wanashindwa vumilia. Hello, mambo vipi wadau wetu wa mitandao yetu ya Fabidigo TV. Leo tupo hapa tunatangaza mitandao ya Fabidigo TV, Arafat TV na BM Zakaria Online TV. Unaweza kusubscribe pale chini, lakini tunadhaminiwa na ofisi inaitwa Fabidigo ICT Solution.
Fabidigo ICT Solution ni suluhisho la ICT. Kwa mfano, unataka kutengenezewa masuala fulani na kufundishwa masuala fulani kama vile website design, tunatengeneza na kufundisha, au sio? Network installation system tunatengeneza na kufundisha, yaani masuala ya local area network wifi yale kama mnasikiaga, tunatengeneza na kufundisha. Lakini vile digital marketing, masuala ya social network tunatengeneza na kufundisha. Yes, CCTV camera tunatengeneza na kufundisha. ICT solution, Fabidigo ICT solution. Lakini computer maintenance and repair, tunaweza kukutengenezea kompyuta yako na kufundisha kutengeneza kompyuta, software and hardware, computer knowledge kwa ujumla yake tunakufundisha. Lakini pia kuna kitu kingine pia inaitwa kitu kimoja hichi inaitwa basic computer application. Wale watu wanaotaka kujua basic computer application, short course ya ICT ambayo inaitwa basic computer application, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, users of email and internet. Yote hivyo sisi tunakutengenezea na kufundisha. Pia tunaweza kufundisha kama mtaalamu kwa muda mchache sana ukawa ni mtaalamu. Video production tunafundisha video production na kutengeneza, lakini pia audio production tunafundisha na kutengeneza. Lakini pia tunaweza kukufanyia kitu fulani kile ambacho inaitwa computer graphics, ambayo ndio imebeba video production na audio production, ambayo vyote hivi unaanza upya. Kama vile video production, kama unavyojua video production na audio production zote ni masuala ya computer graphics. Sisi kama Fabidigo ICT Solution tunaweza kukufanyia hivyo. Lakini kwa wale wanaotaka kukuza mitandao kama vile tulivyosema digital marketing, sisi tuna uwezo wa kukuzia mitandao ya YouTube, ya Instagram, TikTok na mitandao yote ambayo unajua wewe, tunaweza kukuzia kwa kuleta hela. Ndio unje mkataba na Fabidigo ICT Solution. Tupo jijini Dar es Salaam, mtaa wa Buguruni. Yes, unaweza kutupata kwa namba hiyo hapo ambayo inapita juu, au unaweza kutaja namba 0756 000 462, 0756 000 462. Unaweza kunipigia Asante sana. Subscribe YouTube channel. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment. Habari za Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.